Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Islam kwa maana nazungumzia vifungo vya kufunga mtu. Mwanamume kafungwa, mwanamke kafungwa. Mwanamume anakuwa akiwa mbali na mke wake, anakuwa na hisia kali kabisa, ana tamani, ana shauku hali ya juu kabisa, lakini akifika nyumbani, basi ile hali ya kutamani, hali ya hisia, hali ya kumhitaji mke wake inapotea kabisa. Au akifika nyumbani kwamba kadhili haipo kabisa, hata ikifanya vipi, lakini alipotoka na hisia kali kabisa. Ikifika nyumbani, mashallah, akifika nyumbani basi vijana hakuna shughuli. Hizi ndio labda tuifungo hivi. Kadhalika mwanamke, mume wake akiwa mbali na mtamani, anamhitaji, lakini akifika mume wake basi shaanza kumchukia mume wake, habari kabisa tena na mume wake, na jambo alitamani kabisa. Hizi ndio tunazozungumza, ndio dalili ya mtu ambaye kafungwa. Sasa Islam lazima tuchukue hatua ya kuweza kuondosha matatizo haya, na ndo hata yule Myahudi mwanamke akiwa mbali kuanzia sihiri, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alichukua nenda za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaenda kufunga mafundo 11, na ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamteremshia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya 11, kaza kul a'udhu birabbil falaq mpaka aya ya mwisho katika surati An-Nas ni aya 11. Mtume kila aliposoma aya moja inafunga fundo moja, akisoma mbili fundo la pili inafunguka, mpaka nifika aya 11 fundo la 11 nafungua kule, na mtume anakuwa mzima kabisa, uko safi kabisa. Kwa Uislamu tunapozungumza masala ya vifungo, sio masala ya kufanyia masala, sio masala ya kupuuzia, masala yapo, masala ya kuangalia kwa makini, sababu yanatumiza Uislamu. Chukua hatua za kisheria kuweza kujiondosha na kuitoa katika vifungo. Allah atuwafikishe, atuwezeshe, atuondoshe shida mbalimbali, atufungue vifungo mbalimbali katika dini yetu. Billahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.